Bado tuko katika safari moja tu ya kuyazungumza yale ya kimichezo ambayo tuko nayo kupitia Abi Sports TZ, na leo tutazama klabu ya Young Africans na taarifa zinazomuhusu mchezaji wao kutokea pale Uganda ambaye anaitwa Allan Okello. Kwa sasa hivi Allan Okello amekuwa katika kiwango bora sana katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC baada ya kusajiliwa katika dirisha dogo la usajili. Tangu ameingia mechi amecheza takriban mechi 17 mpaka sasa, ameshatoa assist 7 na kufunga magoli 7. Na kufanya kuwa mchezaji ambaye kutoka Young Africans ameweza kuchangia magoli mengi, pia magoli 14 katika michezo ambayo ameicheza mpaka sasa. Kwa ukiangalia katika uwiano katika game 17 amescore magoli 7, lakini pia ametoa msaada wa magoli kwa maana assist 7 na kusaidia magoli 14. Tafsiri yake kwamba rekodi yake ni nzuri tofauti alivyoanza wakati amekuja Tanzania, lakini kwa muendelezo ambao anauonesha basi ni matokeo mazuri kwake na inaendelea kumtengenezea credit nzuri, na ni mchezaji ambaye ana performance nzuri ndani ya uwanja. Kila siku naona ni mchezaji ambaye anakuwa na kuna kitu kikubwa anaweza kujifunza kupitia hata ligi aliyokuwepo kwa sasa hivi, na hata kama itatokea ameondoka Tanzania kwenda kwenye sehemu nyingine, mimi binafsi namrespect sana Allan Okello. Sasa kuna taarifa ambazo zinagusa moja kwa moja kuhusu yeye kwamba anahitajika na klabu ya Fenerbahce ya kule nchini Uturuki, ambapo imeonesha nia kumhitaji kiungo huyo mshambuliaji wa Young Africans. Na kwa mujibu wa taarifa hizo, mascout wa klabu hiyo kutoka huko nchini Uturuki walikuwa hapa Tanzania na wakifuatilia kiwango chake kwa ukaribu sana, na ni kama vile kiwango chake kinaendelea kuikosha ama kufurahishwa na wale viongozi waliokuja kutoka kule Uturuki, kwa maana viongozi wa Fenerbahce kuja kuona maendeleo, na huku akija kuendelea kumwangalia kwa karibu. Na hata jana inasemekana kwamba kuna baadhi ya watu kama wawili kwenye mechi yao dhidi ya Dodoma walikuwa wanamfuatilia Allan Okello ambaye aliscore magoli 2 katika mchezo wa jana, licha Young Africans walipoteza kwa goli 3-2 dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa taarifa zinaeleza kuwa viongozi hao wa Fenerbahce wanaamini Allan Okello ana uwezo mkubwa wa kucheza soka la ushindani barani Ulaya kutokana na ubunifu wake aliyokuwa nao. Katika mchezo wa kwanza waliomfuatilia, Okello alikuwa kwenye kiwango cha hali ya juu baada ya kufunga mabao 2 na kutoa pasi dhidi ya Coastal Union. Lakini pia ilizidi kuwashawishi bascout yao kuendelea kumfuatilia kama nilivyokuambia, na ni nyota ambaye ana umri wa miaka 25. So ukitazama katika usinia wa player ni yuko kwenye umri sahihi kabisa ya karia yake katika football, katika mpira, kwa sababu miaka 25 tayari tunaamini ameshatoka kwenye ule umri wa ujana ambao wa kwenye soka wa kujifunza baadhi ya vitu, kutapata uzoefu zaidi na vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi kuna uzoefu ambao yuko nao, na hata vitu ambavyo anajifunza sasa hivi anajifunza vile vitu vya vikubwa zaidi tofauti alivyokuwepo. Kwa hiyo kwa miaka 25 bado yuko sokoni, na bahati nzuri umbile lake ukimwangalia unaweza kumwona bado ni mdogo, ana uwezo, bado ana energy ndani ya uwanja. So akitoka mfano anapata bahati ya kwenda kucheza kwenye klabu kama Fenerbahce, maana yake itampa nafasi ya yeye kufanya vizuri zaidi katika karia yake ya mpira. Maana yake faida itakuwa kwake, kwa maana kwamba kupata uwanja mkubwa kuonekana, lakini faida ya pili kwenye timu yake ya taifa, kwa maana kwamba unapokuwa na mchezaji ambaye anacheza kwenye moja ya klabu kubwa kwenye soka la kulipwa tena Ulaya, tafsiri nzuri kwamba hata timu ya taifa itanufaika, kwa sababu atakuwa ni mchezaji ambaye ameshaokota uzoefu mzuri kwenye mataifa makubwa yaliyoendelea kwenye soka. Kwa hiyo anapokuja hata kwenye timu ya taifa, hata kama timu yake ya taifa haitofanya vizuri sana, lakini utaona kuna inputs fulani atakuwa ameziweka kuchangia timu kwa namna moja na namna nyingine, kwa hata mechi kadhaa kufanya vizuri. Kwa hiyo na platform nyingine ya Allan Okello ni hii ya kwenda kwenye AFCON, kwa sababu tunajua ametoka kwenye taifa la Uganda. Uganda ni miongoni mwa taifa ambalo lina talent kubwa sana na wanajua kutengeneza vijana. Allan Okello amepita kwenye academy, yani hajatokea tu mtaani ghafla hamna, yani amejengwa kwenye misingi ya academy mpaka anakuwa. Kwa hiyo football iko kwenye kichwa chake, anaijua football,
na ndio maana anachokifanya hata kwenye ligi ya Tanzania na hata Yanga kumsajili, hawajamsajili kwa bahati mbaya. Wamemsajili kwa sababu ya performance yake ilionyesha kuwa top scorer kwenye ligi ya Uganda. Of course ukiangalia kwa ligi yetu ya Tanzania na Uganda ya kwetu yuko juu, lakini hata sasa hivi unaangalia anayeongoza na magoli mangapi? Ana magoli 10. Anayefuata na magoli 9 ambaye ni mchezaji mwenzio wa Yanga Prince Dube. Yes, sasa hivi ana magoli 7. Zimebaki game 7 ambapo kama atafanikiwa kuendelea kuscore kwenye game hata hizi kadhaa, usishangae pia akawa top scorer, usishangae pia akawa ni most player ambaye ametoa assists za kutosha. Kwa hiyo bado hiyo nafasi yuko nayo katika mechi hizo ambazo ziko. Kwa hiyo mchezaji akiwa ndani ya uwanja ana faida kubwa zaidi. Kwa hiyo Allan Okello kutakiwa ama tetesi zinazomhusu kutaka kwenda kutumikia klabu hiyo ya Fenerbahce ya kule Uturuki ni story ambayo inaweza ikawa ni nzuri, ambayo inatengeneza hata thamani ya mchezaji. Unajua thamani ya mchezaji inatokea pale kila anachokufanya uwanjani alafu kikaanza kupata platform ya kuzungumzwa na vilabu vingine kwamba huyu mchezaji anakuwa mara huyu klabu fulani inamhitaji. Kwa hiyo inakuwa inamtengenezea hata yeye mwenyewe energy ya kupambana. Na nzuri zaidi ni kwamba kuna AFCON inakuja, manake atapoingia kwenye timu ya taifa anaweza pia akajiuza, kwa sababu AFCON ni miongoni pia mwa michuano ambayo ya kimataifa yanatoaga wachezaji wengi kwenye kwenda kucheza soka la kulipwa, hususan kwenye mipaka ya nje ya Tanzania. Mara nyingi zaidi kwenye mipaka ya nje ya Afrika, kwa maana kwamba mchezaji yeyote awe mwa Ivory Coast, awe Mtanzania, awe Uganda, awe Kenya, awe Burundi, awe nani, lakini anayeshiriki kwenye michuano hii ya mfano inayoandaliwa na CAF, kwa maana kwamba anapokuwa labda kwa mfano kwenye sasa hivi kwenye AFCON, tafsiri yake kwamba inatengeneza ubora wa mchezaji kuonekana, kwa sababu pale mara nyingi kuna scout wengi ambao wanakuja kwenye hiyo michuano kuja kutazama kwamba yes, tutapata mchezaji gani hapa ambaye anaweza tukaenda tukafanya naye kazi kwenye timu yetu. Kwa hiyo ni wakati mzuri pia kwa Allan Okello kumuona akisogea. Yaani tusishangae msimu huu akamaliza na msimu unaoanza pengine akasalia kubaki Yanga, alafu performance yake kaendelea kuwa hivi mpaka inafika AFCON ameitwa kwenye timu ya taifa na akaperform vizuri. Tusishangae msimu huu hata kabla hujaisha 2026-27 Allan Okello akawa kwenye ligi ya Tanzania. Maana yake Mganda huyu anaweza kupata platform hata kama sio kwenda kwenye klabu hizo za Ulaya, lakini hata hapa Afrika kaenda kwa mfano labda kwenye klabu za Misri, Morocco, Algeria. Sio jambo la kushangaa, klabu ambazo ukizungumzia zina uwiano mkubwa na baadhi ya vilabu vingine vya Ulaya kwa sababu ya uwekezaji. Kwa hiyo kwa klabu ya Young Africans wao wameonyesha nia kwamba okay, kitokea kweli wako serious na wanataka kumchukua mchezaji, wao wameweka dau lao ni kama dola milioni 3 za Kimarekani, ambapo ukipiga hesabu za kifedha za Kitanzania ni bilioni 7.8. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kama hiyo pesa inaendana na thamani ya Allan Okello, manake atavyoendelea kuperform vizuri kwenye ligi kuu ya NBC na akaanza msimu mpya vizuri zaidi hata kwenye michuano ya CAF Champions League, ambapo Yanga mpaka sasa hizi kashajiakishia nafasi ya kwenda kucheza CAF Champions League. Tafsiri yake ni kwamba hii thamani inaweza ikaongezeka. Leo inazungumzwa thamani hii, lakini pengine msimu unapoisha thamani yake inaweza ikawa kubwa zaidi kulingana na kile ambacho atakuwa amekifanya. Kwa hiyo kama atakuwa ameongeza thamani yake mwenyewe kama mchezaji, kwa sababu hiyo ndio sehemu yake pia kujiuza. Kwa hiyo bibi nafsi Allan Okello kwa hiki ambacho amekionyesha kwenye ligi yetu ya Tanzania, naamini ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya vyovyote vile hata kwenye ligi nyingine nje ya Tanzania. Ni namna tu ya kuendelea kupata hii nafasi anayoipata, na anapoipata endelee kutumia, na ni mchezaji ambaye unaona kila siku anakuwa na kubadilika kulingana na mazingira. Yes, alikuja kwenye ligi ya Tanzania almost kama michezo 10 ama 9, hakufanya vizuri sana kwa sababu ni mazingira mageni, anaforma pia mazingira, lakini sasa hivi ni miongoni mwa mchezaji pangua kwenye first 11 ya Young Africans, huwezi kumwacha, na unaona kumekuwa kuna hiyo muendelezo na chacho anapokuwa ndani ya uwanja. So hiyo ni taarifa inayomhusu Allan Okello, kiungo mshambuliaji wa Young Africans, kutakiwa na klabu ya Fenerbahce kutokea kule nchini Uturuki. Hii ni Abi Sports, kikubwa ni usubscribe sasa, ushare, ulike pamoja na kucomment.